Leo bwana nimependa kushare na nini kuhusiana na sala la mafanikio, hasa jambo la riski. Unajua bwana, swala la riski ni swala ambalo halina ujanja. Yaani riski sio kwamba anaipata mtu mwenye akili sana, hapana. Na sio kwamba anaipata mtu ambaye hana akili sana, hapana. Yaani unaweza ukawa ni kibonzo lakini ukawa na riski ya kutosha, unaweza ukawa na akili sana ukawa na riski ya kutosha. Hapo ndo utaamini ya kwamba kumbe mambo ya riski yanahusiana, yani yanarudi kwenye, yani yana mahusiano na aina fulani hivi ya uungu. Yani kuna uungu ndani yake. Yaani inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu ndio anayeruzuku, ndio anayekupa riziki. Anapanga bwana, leo upate au usipate. Kwa sababu leo unaweza kaa mwenzio akawa ana sababu ya kupata riziki na wewe ukawa nayo hiyo, lakini mwenzio akatoboa. Unaweza ukaona mwenzio bwana alifanikiwa kupitia bodaboda, lakini wewe ukanunua bodaboda zaidi ya 10 na usitoboe zote. Kuna mtu sasa bwana fulani alifanikiwa kwa sababu alikuwa amenunua gari, anapiga daladala nini, lakini nawe ukanunua gari lakini usitoboe. Kuna mtu anaweza kana anauza miwa tu akatoboa, lakini ukao unauza vitu vya kutosha lakini usitoboe. Au unaweza ukauza hiyo miwa lakini usitoboe. Lakini kuna mtu anaweza akawa shabakatu dhaifa, yani akili yake ni dhaifu sana. Sema bwana usema shaba kama yake si mtandao. Ambia bwana mtandao wake ni dhaifu sana. Kuna kuchanganua mambo na kadhalika, lakini unakuta mtu huyo ana mafanikio kumshinda mtu ambaye shabakatu huo kawia. Yani mtandao wake ni una nguvu, yani akili yake ni ina nguvu zaidi. Unakuta mtu mwenye akili sana ana mafanikio. Ndio pale utakuta watu ambao walikuwa wanafaulu sana darasani mafanikio ni ya kawaida mno, lakini wale watu ambao walikuwa mvibonzo darasani unakuta wana mafanikio makubwa mno. Lakini unashangaa ikiwa riski anaipata mtu mwenye akili tu, basi wanyama wangekufa wote, wangekuwa hawana riski. Lakini unakuta una wanyama pia wanapata riski yao. Yani inafikia wakati kuna mtu anatamani bora mimi ningekuwa mende. Yani kuna mtu anafikiria bora ningekuwa mende. Hii inamaanisha kwamba yani mtu anakata tamaa kwenye maisha, na hili ni kosa kubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia msikate tamaa katika kutafuta. Haika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na ninyi. Kwa hiyo itabidi muwe na subira, mpambane, tafuteni sababu za riziki na kadhalika. Kwa hiyo ndio maana utakuta kuna wanyama hawana akili lakini wanafanikiwa, yani wanapata riziki, hawana taabu wala nini. Wakiumwa kuna namna Mungu mwenyewe amewekea wanapona vizuri bila taabu. Lakini unakuta sisi ambao tuna akili, yani sisi wanadamu, na maanisha wanadamu, sio kwamba mimi ni katika kundi ambalo lina akili sana, hapana. Na maanisha sisi ambao tuna akili, wanadamu. Utakuta kuna wengine wana mafanikio, wengine hawana. Vibonzo wana mafanikio lakini wenye akili hawana. Kwa hiyo utakuta kumbe swala riziki inarudi kwa nani? Kwa Mungu. Mimi naombea bwana vijana wote wapambanaji, Mwenyezi Mungu awabariki, awafungulie milango ya riziki, awafungulie sababu za kupata riziki zenu. Ikiwa riziki zenu zipo mbinguni, basi Mwenyezi Mungu azishushe, teremshe mvua yake, riziki hizo zishuke. Na ikiwa zipo ardhini, basi Mwenyezi Mungu azioteshe. Ikiwa zipo majini, basi Mwenyezi Mungu azilete nchi kavu kupitia wavuvi au wazazi wetu na kadhalika. Hivyo yani. Na ikiwa basi zipo barabarani, basi Mwenyezi Mungu awaletee ndugu zetu wateja, abiria, ili waweze kuingiza riziki hiyo. Kwa hiyo lakini tusisahau kwamba duniani tunapita. Maisha ya dunia bwana ni mafupi sana. Kadri tunavyozidi kuwa na umri mrefu ndivyo tunavyokaribia tunakaribia namba ya kufa kwetu. Yani ukiwa una umri wa miaka 60, ulipangiwa uishi miaka 70, maana yake umebakisha miaka mingapi? Miaka 10 kufariki. Kwa hiyo inamaanisha nini? Kwamba kuna maisha baada ya dunia. Ni bora tukaamini kwamba kuna maisha baada ya dunia. Kwa hiyo tusichoke kutafuta riziki, tusikate tamaa, lakini pia tusisahau kufanya nini? Kufanya ibada. Inapendeza sana. Inshallah Mwenyezi Mungu awafanyie pesi katika mambo yenu, wapambanaji wote, wanawake kwa wanaume, vijana kwa wazee, ila akhiri dhalika.